Mwigizaji anapokuwa na matukio kama haya, mambo ya upatu ni mbaya, ni mbaya. Wewe sikio cha jamii, na unajua kuna kizazi cha watoto kama hawa wadogo wanatupenda, wanatufuatilia. Hata hawa walio chini wanaweza kujifunza kwamba kumbe mimi na mimi nipambane nipate jina, nipige matukio niweze kuishi kifahari. Kiukweli binti yule simfuatiliaji. Mfuatilia kabisa. Namuonaga kwenye Uba. Kwa sababu Uba mimi naipenda. Mimi naona mwigizaji mzuri anadeka na kale ka sauti kake. Kale hivi kale ka sauti kake. Okay. Anadeka, ni dada na mwili mkubwa ka sauti kaolo nyololo, anadeka. Semaga sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Ya sasa hiyo sauti weje nao wangeiacha. Kama sauti inaweza kumtoa mdudu mbaya mle kwenye pango ya nini sasa? Sibora ongee sauti ya nane kama mimi nyoka akae huko ukaogope. Sijui kwa nini watu wanaonaga sifa. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni. We, nyoka. Shout out to PTV au bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Yes, bwana, aliyoko mbele yako ni Mama Mawigi, kama mnavyomuona mbele yako akiwa amependeza kweli kweli. Nipige na story siku ya leo. Story ni nyingi kweli kweli mtazamaji, nadhani unafahamu kabisa kinachoendelea kwenye mitandao. Mama Mawigi, shikamoo. Marhaba. Naona umetabasamu mamangu. Siku yetu leo. Lakini comedy imekupa manufaa sana. Unaona unaposhine. Unaonekana una shine. Comedy. Mtu mwenye njaa utamuona. Hata akijikausha utamuona tu. Mwenye njaa. Kwa hiyo mwenye njaa ajikaushi. Hata akikausha. Kuna watu wanaweza kuficha siri zao kwamba hapana mimi nishachipa, mimi niko vizuri. Unamwona hayuko vizuri, napambana tu. Sawa. Kijana wako alijitahidi sana kwamba mama na kipaji. Tumeona vijana wengi wana tabia ya kuficha vipaji vya wazazi wao kwamba bwana mama naye anaenda kupanda stage ni bwana mimi sijapenda kabisa. Lakini kijana wako Koi kijana amenyooka, yani hakutaka kukuficha mama kwamba mama hana kipaji ama ana kipaji. Nafikiri na adabu, ameheshimu malezi. Unasema malezi uliokulia ukaona mzazi wako ndiye anayoishi, ili kumwenzi na kumfurahisha lazima uendelee kumtengenezea mazingira hayo kama sio mabaya au machafu. Kwa hiyo amekuwa ni akiona nao chekesha nacheza nao, tunaimba, tunafanyaje. Kwa hiyo kana hata akinipeleka huko mbele sitamwaibisha kwa sababu aliona kuna kitu ndani yangu. Okay. Hongera sana. Asante. Okay. Ukipanda jukwani pale ukiwa unachekesha mbele ya vijana wako wakiwemo Koi, unakuaga na ujasiri kiasi gani? Maana kuna maneno mengine huwa yanakuwa ni mazito kidogo. Binafsi mimi kwa kweli situmiagi maneno mazito. Najitahidi katika hilo kwa sababu najitambua bado kuwa ni mama, ni bibi, ni mwanajamii. Yani siwezi kusema neno chafu. Kwa sababu content ziko nyingi. Nikiona mimi content hii ni ya vijana sana naigawa. Ambia kijana bwana hiyo pita nayo mimi hainifai. Natafuta zile zitakazolinda utu wangu, mama wangu. Kwa hiyo hata kama nikipindisha, naweza kupindisha kidogo tu. Ambayo ni kawaida hiyo. Hata wazee zamani wameimba, hata kina Bikidude, gunia sijui bila mazao sijui aliwezi kusimama nini. Kuna mambo kama hayo. Sasa utakayeenda kudadafua ni wewe. Sasa hata mimi naongea hivyo kwenye stage, naweza kusema nguvu za kilimo nini. Sasa wewe ukienda huko zaidi ni wewe. Lakini mimi kama mama natafuta jinsi ya kulipeleka. Kwa mimi kiwa pale napata tu ujasiri kwa sababu najua sikosei. Siwakosei wanangu, sikosei imani yangu wala taifa langu. Upo chini ya kijana wako Koi? Ndio. Wewe Koi ndo meneja wako? Kijana Koi ni mkurugenzi lakini naye kijana wangu wa mwisho pia ndo meneja wangu. Sawa. Kwa hiyo ndo anakupa mpunga nini? Koi sasa si ndo mkurugenzi anatupa mpunga. Lakini huyu kijana ndiye anani manage na content hivyo nini. Kwamba twende hivi tufanyeje. Sasa hivi mtandao unajua vijana ndo mnajua sasa hivi mtandao unaenda na kasi gani. Kwa mimi anaye ni manage ni mtoto wangu wa mwisho. Juzi niliona kuna clip inaonekana mtandaoni ikikuonyesha wewe ukiwa yani tuseme shape lakini pia maziwa makubwa. Nikasema bwana mimi nitamtafuta mama yangu nipige naye story. Ilikuwaje ile? Ni comedy. Ni comedy ile kumbe. Comedy tunafanya vitu vingi. Kwa mfano ukiangalia page yangu kuna mahali nimevaa majani ya migomba mwili mzima. Hakuna mtu aliwahi kuvaa yale, ni mimi tu. Wewe tu. Niliwaza nikasemaje hivi, majani siwezi kutengeneza nguo.
Kwa hiyo nikatengeneza nguo ile unaona anacheza na nawashishabishe wa haya kwamba ili iwe ni vazi la taifa. Kwa sababu yale majani yale yanatokana na mgomba na wahaya tunalima migomba. Basi na niliwaza tu kutoka kwa muonekano wa hivyo. Watu wafurahi. Sana watu wamefurahi. Wamefurahi. Sasa mshepu mkubwa ule. Si wadada wapo wenye mishepu hiyo? Wako hapa tizi hapa. Wewe unajipoteza uwaonaje? Wamo. Sasa ulijitoa. Yaani ni content. Kama vile ninavyovaa majani ya migomba. Mbona watu hawazungumzi? Tumetoka tena kila siku na ripoti hilo nafanya content na hilo vazi. Kwa ghafla. Sio ghafla, ni pale ninavyoanza content iendeje? Natafuta muonekano. Wakati mwingine navaaga makoti yale. Hujai kuona? Naona. Navaa koti natia tai, navaa kapelo nini? Hapo nakuwa kama babu gani? Mbona waongei? Tanzania kwa ukorofi. Okay. Wakati unatengeneza ule mshepu ule, lakini pia yale maziwa yale kwa umejaa mbele, umejaa via back. Kote kwa uko full. Ulikuwa unahisi nini? Mimi nitaka kuonyesha kuonyesha kwamba wadada wenye muonekano wa hivyo na mimi naweza nikaonekana hivyo, nikatangaza tuzo yangu kwa sababu unajua niko kwenye msimu wa tuzo Ushanyakuwa tuliona pale. Niko kwenye tour. Kwa hiyo natafuta tu content mbalimbali tu. Kama vile nilivyokuwa naomba kura nienda mpaka kwenye Simba kule, kwenye mbuga ya Mabwepande. Nikaenda kumuomba Simba kula na nini. Kwa hata katika kufanya kuendelea kusherekea tour yangu ya tuzo. Ndio hivyo nikaona nikiweka mshepu wa hivyo na tuzo yangu watu watavutiwa, wataiangalia. Unaona pa unagonga mic hivi kama sauti inatoka. Hivyo. Lakini umekuja na hii content baada ya tukio la mrembo huyu Nicole ambaye kama hivyo alikamatwa juzi na polisi mambo ya upatu. Imekuwaje? Kwani mimi kwenye content yangu umesikia nimetaja upatu? Mimi sijataja upatu na sijataja jina la Nicole kabisa. Nimeongea tu binafsi kwamba nina shughuli zangu, ni mfanya biashara, pengine nimeonyesha tuzo, nimesema nakaribisha matangazo, yani vitu kama hivyo ndio nimeongea. Okay. Lakini Nicole mwanadada ni wa aina gani kwa upande wako, namna anavyofanya kazi zake za kuigiza, yani tangu umfahamu mpaka sasa hivi yupo huba? Kiukweli binti yule simfuatiliaji. Mfuatilia kabisa. Namuonaga kwenye uba. Kwa sababu uba mimi naipenda. Kwa hiyo namuonaga kwenye uba, lakini kusema anavyofanya kazi zake na nini, mimi najua ni mwigizaji. Kama ana biashara zingine kwa kweli sijui. Okay. Sijai kufuatilia. Okay. Kwa hiyo unamuonaga tu lakini hujawahi kufuatilia biashara zake? Hapana. Ni mwigizaji wa aina gani? Yaani unapokuwa unamuonaga anafanya huba? Mimi naona mwigizaji mzuri, anadeka na kale ka sauti kake. Kale hivi kale ka sauti kake. Okay. Anadeka, ni dada na mwili mkubwa, ka sauti kaolo nyololo, anadeka. Semaga sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Ya sasa hiyo sauti weje nao wangeiacha. Kama sauti inaweza kumtoa mdudu mbaya mle kwenye pango ya nini sasa? Sibora ongee sauti ya nane kama mimi nyoka akae huko ukaogope. Sijui kwa nini watu wanaonaga sifa. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Nyoka. Haya bwana. Labda ulishaye kupenda scene gani ambayo Nicole alicheza ukasema kweli hapa Nicole ameua, yani akipangiwa scene ya aina hii wanaua sana? Yani mimi niseme jumla scene za Nicole zote nazipenda. Kwanza tu vile alivyo na kasauti utapenda tu. Najua kuna mionekano ya kupendeza. Mwigizaji anapokuwa na matukio kama haya, mambo ya upatu si na nini, lakini pia waliotapeliwa wanazidi kuongezeka. Je, mwigizaji akiwa na matukio mengi, picha gani inajengeka kwa jamii? Ni mbaya. Wewe sikio cha jamii, na unajua kuna kizazi cha watoto kama hawa wadogo wanatupenda, wanatufuatilia. Hata hawa walio chini wanaweza kujifunza kwamba kumbe mimi na mimi nipambane nipate jina, nipige matukio niweze kuishi kifahari. Mama Mawigi, kwa muda ambao umekaa kwenye sanaa mpaka sasa hivi, vitu gani ambavyo huwa unavifanya ili angalau visijenge picha mbaya ama visilete picha mbaya kwa upande wako? Ni nidhamu kama hivyo, mwenendo, muonekano, mavazi, matamshi yako, yani hivyo vyote.
Kujitahidi kwamba yani usitoke kwenye mstari watu wakasema huyu mama si msanii. Yani mtu akakuta pale labda unatukanana, unafanya nini, unachamba mashabiki, watu si wasanii, na wasanii ndivyo walivyo. Umeona? Kwa mimi hivyo naviepuka. Natakiwa niwe msanii sawa, mkubwa sawa, lakini bado nilinde umama wangu, ubibi wangu, na jamii nzima iendelee kuniheshimu na mimi kuwaheshimu na kuwapenda pia. Miongoni mwa content ambazo huu unaziposti kwenye Instagram, labda ushawahi kupata comment mbaya kwamba bwana mama mawigi hapo umezingua si na nini? Nishapata. Nazipataga yani. Za zingine za kukuvunja moyo. Zingine ulitengeneza jambo zuri lakini watu wakaliona baya. Mfano kama hapa juzi nimeenda kumuona mtoto Leila. Mtoto ambaye amepata changamoto ya kuwa mlemavu lakini alizaliwa mzima, ni binti akasoma mpaka form 6, akaenda mpaka India kusoma udaktari. Mwaka wa pili anaingia watatu akapata changamoto. Sasa amelemaa, amekaa chini. Nilijitoa nikaenda kumpelekea chochote, nikaenda na chombo cha habari, lakini watu wameliona vibaya, wamesema kama unajionyesha. Ila mimi sikuona kama kwa nini wanishambulie. Sababu mimi yule binti kwanza sina undugu naye wala ujamaa. Bila chombo cha habari kumposti mimi singemjua. Kwa hiyo mimi sasa nilivyoenda pale na mimi nikaenda tu na chombo cha habari pia, na imeleta msaada mkubwa. Watu wameona, washabiki wangu, na ukumbuke kilikuwa ni kipindi cha kura na tuzo. Kwa hiyo wale wote walikuwa wananifuatilia, wamemfuatilia yule binti. Lakini watu walisema vibaya sana, imezoea wasanii kujifanyaje, unamlilisha mtu aliyemtembelea. Aishi ni kwamba mkienda kumuona mgonjwa, mkienda sehemu mbalimbali kuona watu wenye uhitaji, mna kawaida kupiga picha kwamba nimetembelea sehemu fulani. Jamani, tuanzie kwa serikali yetu yenyewe pendwa. Wakitoa msaada sehemu yoyote, wanapiga picha, wanaenda na makamera. Kwamba tumetembelea daraja. Na hata juzi mama yetu mpendwa kabisa Samia Suluhu Hassan ameenda kula na mayatima. Amefanya kitendo kizuri, hali amewapakulia watoto, unaona wanafurahi hivi. Amepiga picha, tumeona. Na hiyo mimi haina ubaya, ni katika kutuonyesha kwamba pamoja na uongozi ana upendo na sisi. Anaenda kutembea wagonjwa, mayatima, wamama, wajane. Haina ubaya wote. Mimi sijui kwa nini tunakuwa na dini yetu fulani ya kinafiki kwamba umemdhalilisha mtu. Hivi kumdhalilisha mtu ni kumfanyaje? Mimi nimempelekea chakula, nimempelekea msaada, nimeenda kumtia moyo, kumwambia maneno mazuri. Amelia, nimelia naye. Kwa nini kumdhalilisha? Na ukapost. Ili wengine waone, wapate moyo, wapeleke. Watu wengi mbona wana uwezo wanaficha. Lakini wakisha kuona wewe umeenda, wataenda. Wamama wenye age kama yako wanaonaje ama wanakushauri nini kwenye content zako? Mwanzoni wengine walikuwa wanaona vibaya, nafikiri hata saizi labda wapo wanaona vibaya. Babi mkubwa bwana huyo vipi sasa achie ule wajukuu. Lakini sasa wajukuu na kazi, mimi sioni kama kile wajukuu naacha kufanya kazi. Kwa mfano mimi nimekuja saizi saa ngapi? Saa 7. Hivi tangu asubuhi mimi nawalea wajukuu. Sasa nikifanya content kama hivi, nikapata muda, nikaojua na chombo cha habari kama hivi, nimeharibu nini? Ni mtazamo tu. Watanzania tumezoea kudhoofishana yani. Lakini ukiangalia utaona wamama kama sisi hata Uturuki, Nigeria, wapi, South Africa wanafanya content China. Si wazee wamo wanaigiza movie. Sasa kwa nini si Watanzania tunachukuliana hivyo kwamba wewe umri kama umeenda ukae chini tu? Tunatafutiana vifo. Wana wewe na kijana wako Koi, kwa nini mama usi unakaa nyumbani unaletewa? Koi bado ana mambo mengi, anatakiwa kuwa na familia, anatakiwa kujenga magorofa kama haya, anatakiwa kufanya vitu vingi. Kwa nini anifikirie mimi wakati mimi bado na uwezo wa kujitafutia? Sasa hivi kijana wako yuko kwenye mahusiano na Asma. Tayari umepata mkwe Asma. Mimi nasema jambo la Asma siwezi kulisema. Sasa aliko rasmi. Kumbe yani haliko rasmi lakini unawaona wana hang out nini? Yule kwanza ni comedian wake kwenye platform yake. Sasa nikiwaona wote mimi najua ni mtu na mfanyakazi wake kama ninavyomuona vijana wengine. Sasa mtu unavyoniambia ni mkweo, mimi wasielewi. Lakini wanaendana ukiwaona. Kuendana ni vipi? Kuendana na mtu sikupendana tu. Fulani na fulani wanaendana. Ni kwamba kama hiyo kapo mmoja anaweza kama mrefu, mwingine mfupi, mwingine mnene, mwingine mwembamba. Kapu ni kapu tu mlolishirikiana nyie mkakubaliana.
Kwa mimi za Asma siwezi kuziongelea chochote kabisa. Lakini Mama Mawigi, utajisikiaje Asma akiwa mkwe wako? Utajisikia vizuri. Utafurahi kabisa. Kwanza ni poti. Kwa hiyo atakuwa ameenda kuchukua chombo huko ujombani. Mimi ndaona sawa tu. Mradi Koi mwenyewe kama atakuwa ameiali. Shout out to PTV au sio bana? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.